Mnamjua mtu msalihina, nimemkuta fulani kalewa mbika kakonga pombe. Wewe kwa mdomo wako mrefu moja kwa moja, jamani jamaa fulani kumbe mlevi. Ndio kutangaza mtaa mzima, kumbe mlevi yule anajifanya msalihina sala 5 msikitini, kumbe mlevi. Sasa wewe habari hii umechukua kwa fasiki na ukaiamini na ukaitangaza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, msije mkawasibu au mkawapatia watu kwa kutojua, mkawasibu watu kwa habari za uongo au mkawatangazia alikuwa ya uongo, na mkawa tena wenye kujuta au wenye kujuta kwa yale mlioyatenda. Yani wewe unakuja kukuta huyu jamaa aliyekuletea habari ya uongo, na wewe ukaenda kumtangaza yule aliyemsema kwamba amekuwa mlevi, kisha ukagundua kwamba siku hiyo labda subhanallah ta'ala labda kuna kitu kilimpiga akawa anatembea hajiwezi akinepa nepa akienda hivi na huku au ndio maana nasema daima katika mihawara nasema hivi, jamani, sio sharti kila anayepepesuka kalewa, sio kila anayepepesuka kalewa shekhe, sio sharti. Huenda mgonjwa leo watu hawaamini akiona mtu kapepesuka, jamani anakoga pombe, tayari kesha tangazwa mtaa mzima. Kwa hiyo kwanza ichunguzeni habari ya fasiki kabla hamjaitangaza, mnaweza kujuta tallahi wallahi. Tena inafika watu wengine kuamini habari za fasiki hadi kuchonganisha baina watu, mtu na mke wake wakaachana, baadaye wanakuja gule la bas maji yameshamwagika tena haiwezekani tena, ameshasababisha kuachana mtu na mke wake. Kwa hiyo anapokuja kwanza ichunguzeni habari yake. Jambo la pili, fasiki anapokuletea habari yoyote ile yoyote, fulani mlevi, nasema hivi, anapokufungulia mlango mbaya mmoja huyu fasiki, mfungulie yule aliyesemwa milango 70 ya kheri au udhuru. Si amesema kwamba yeye ni mlevi, wewe sema hivi, bwana mimi mtu huyu namjua wema wake, bila shaka utakuta vijana mashababu wamemshika wakamnyesha kwa nguvu. Ndio maana alikuwepo shekhe mmoja, yeye anakwenda kuwapa mawaidha mashababu wenyewe wanapiga madrugs. Sasa inavyoonyesha huyu shekhe, ndugu zangu Waislamu, alikuwa hana hikma ya kutosha, yani ya kuwapa mawaidha vijana wanaopiga madrugs. Wale vijana akasema tutakukomesha wewe shekhe, sisi hatutaki kutubu, ya akhi, lazima. Wakamchukua hadi maskani, huko maskani wakampa chai wakaipachika nini madrugs ndani. Shehe akarudi nyumbani amelewa, usiku kila akilala anaamka anaadhina Allahu akbar peti usingizana, akizinduka Allahu akbar madrugs yamchezea shekhe. Sallu ala Muhammad. Kwa angalia habari hizi, wakamwekea nani bwana madrugs katika kikombe cha chai, akawa nadhiri usiku mzima sala 5. Kwa hiyo anapokuja ndugu zangu Waislamu, anapokuja kuletea habari mtu fasik, kwanza ichunguze, alafu mfanyie dhana nzuri yule aliyemsema. Akikufungulia mlango wa sifa moja mbaya, wewe mfungulie yule udhuru 70 kama huyu shekhe huyu alioleweshwa na vijana. Yeye ni shekhe, lakini watu wakimwona katika hali hii mafasiki wabaya, watasema hata mashekhe nao wamo. Nao wanapiga usiku, kumbe wanaadhina ovyo shekhe. Waliokuwa na mdomo mchafu. Kwa hiyo angalia Muislamu, huyu shekhe ni bariki, kapachiko kawekwa kakatiliwa tu basi madrugs au kaleweshwa na ulevi wa drugs. Mfanyie dhana nzuri ndio kama Muislamu unapoletewa habari. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithm. Enyi mlioamini, jiepusheni na dhana nyingi. Kila kitu nadhania, hakika dhana nyingi ni baadhi ya dhanna ni dhambi. Unaweza kumdhania mtu mwenzako mlevi kumbe sio mlevi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, vile vile huyu mfitinishaji ana haja ya kuelimishwa, na ni mtu wa kuchukiwa aslan, kwa sababu yeye ndiyo sababu ya ugomvi mingi sana ambayo inatokea hapa na pale. Anapokuja huyu mtu kukuletea habari ya ufitinishaji, lazima kwanza ujue ni mtu wa aina gani aliyoileta hiyo habari.
ni mtu anayeaminiwa, muaminifu, au ni muongo, au ni mwenye, au kama ana historia ya kabla hapo ni ameshafitinisha watu kadha na kadha na kadha. Kwa hiyo usimuamini kamwe, kabisa usimuamini. Jambo lingine ndugu zangu Waislamu, kama mtu amejikuta katika muhadhara wa leo ana sifa moja au mbili, kwanza kama uliwahi kumfitinisha mtu, jiwahi kabla haujawahiwa. Ulioyaharibu katika maisha yako nenda kayatengeneza. Kumbuka wale wawili waliachana, wewe ulikuwa sababu. Wale marafiki wawili waliachana, wewe ulikuwa sababu. Lile shirika lilisambaratika, wewe ulikuwa sababu. Nenda kamalize mafaili yako meusi, yasafishe kwa tauba na kuomba msamaha, au kutengeneza yale uliyoharibu kabla haujaelekea katika makaburi yanayotibuka moto. Katengeneze fitina ulizozifanya leo kabla ya kesho. Ile familia uliyofanya makundi mawili kaitengeneze leo kabla ya kesho. Mtume anasema hakika sasa hivi wanaadhibiwa. Na kama unakubali na wewe vile vile utaingia katika hawa, ni sababu ya fitna ambayo itaendelea. Hebu ona we athari za mtu aliyofanya fitna katika familia mbili. Familia hii ikawa makundi mawili. Makundi ya huku leo hadi vizazi vyao haviwajui vizazi vya huku, na huenda ufitinishaji fitna hii alifanya labda 17 kwa usiku kule miaka 1970. Kweli sio kweli? Inatokea itokei. Fitna alifanya mmoja, alishakufa, kaisha kufa, lakini athari zake hadi leo wajukuu wanaishi nazo. Familia, watoto, wallahi tallahi, leo katika baadhi ya familia mtu na binami yake njiani wanapishana hivi, hawakutani. Na sababu kubwa ni nani? Khabithul amali, yule yupo kaburini, wa innahuma la yu'adhabani. Sasa hivi wanaadhibiwa wafitinishaji, na siku ya kiyama wameshajifungia mlango wa pepo. Kwa hiyo kama unajikuta Muislamu na sifa moja katika sifa chafu hizi, jishughulishe na kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na leo umejua ubaya na adhabu na hatari za ufitinishaji, kwa hiyo iliyobaki ni uache tu. Kumbuka adhabu zake, na kumbuka, hebu fikiria wewe unayefitinisha, aje mfitinishaji mwingine akufitinishe wewe na mke wako, wewe na mtoto wako, wewe na mama yako, wewe na baba yako. Utapenda ufitinisho wewe na mpenzi wako? Kuna mtu anapenda yeye na rafiki yake wanaopendana kama maua mawili waachane? Kuna mtu anapenda? Hakuna. Sasa kama vile wewe mfitinishaji hauyapendi haya kwa nafsi yako, Mtume anasema haitokamilika imani ya mmoja wenu hadi awapendee ndugu zake Waislamu yale anaojipendea nafsi yake. Hivi ndivyo anasema nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, kwanza mnamjua, mshawahi kumuona mtu labda katoka umra, kichwa kipara kinameremeta hivi kinang'aa? Mshakuona mtu aliyokata kipara? Mmemwona? Mnamjua? Basi nataka nifikie sehemu fulani. Mtume katika hadithi sallallahu alayhi wasallam anasema, ala ukhbirukum bi afdali min darajati as-siyami was-salati was-sadaqa. Je, nikujulisheni iliyokuwa bora katika daraja, katika thawabu kuliko saum na sala na sadaqa? Na saum na sala na sadaqa hapa zinakusudiwa za an-nawafil, saumu za nyongeza, na sadaqa za sadaqat, na vile vile sala za nyongeza, sio zile faridha lazima. Sasa nikuonesheni iliyokuwa bora katika ujira, au iliyokuwa bora kuliko sala na sadaqa na saum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, islahu dhatal bain, kupatanisha wawili waliogombana. Wa fasadu dhatal bain hiya alhaliqa, nafika katika kipara sasa. Na kufanya ufisadi baina ya wawili,